hapana pinga kila mtu wako karibu na wewe. Wengine wamekuja wachie kile mwetafuta miaka nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Ninatumia example hii. Kuna siku nilitaka kuhama kutoka kwa kanisa lile tulikuwa. Mwenye nyumba hiyo akatuambia, sasa sitaki mkae kwa hii nyumba yangu tena, nataka kuweka mashuma ya mabasi, nataka muondoke mtafute mahali. Sasa Sunday nilisimama kwa kanisa. Nikasema, wapendwa, tunataka kutafuta mahali pengine pa kusomea. Mwenye hapa ametuambia kwamba Sunday hii ndio ya mwisho leo, so hatutakuwa hapa. It was very bad. Intercessors wote walianguka chini kuomba. Ndugu mmoja alikuanga pale nyuma, nilikuwa simpendi. Maana wakati watu wengine wanaomba, yeye nikiangalia ninaona tumeangaliana. Mpaka namuuliza ni nini ndugu? Yeye ananiangalia tu hivi, anaangalia. Na nilimuona Sunday nyingi mpaka nikachidwa ni devotion ama ni nini. So wakati nilimaliza hiyo matangazo tukaomba sana, Bwana akasema nitawapatia mahali, msiwe na wasiwasi. Nimewawekea mahali pa kusomea. Na tulipata. Lakini tulipataje? Tulipomaliza ibada tukaondoka, yule mzee nikamwona anikujia. Hata nilimsalimia nikiwa relaxed. Kaniambia, pastor, mimi leo nimesema nikusalimia. Kashidwa nimuulize, unafungua kamashi wakati wengine wamefunga kufanya nini? Lakini nikaona ni mzee kunishinda, naweza kumkwasa, lakini hiyo maswali ilikuwa ndani yangu. Akaniambia, nikikuja hii kanisa nilikuwa mbaya sana. Nilikuwa mlevi, nilikuwa napiga mke wangu, nilikuwa natumia tubaku. Hizo vitu zote baada ya kukusikiliza nimewacha zote. Mpaka familia yangu wanashangaa kwa wokovu wangu. Kashindwa kumbe mtu anaweza kubehave hivyo na amebadilika hivyo. Alafu akaniambia, kile kimefanya leo nikusalimie, maana sipendagi kuja karibu na wewe tusizoeane. Ndio usishindwe, unajua naweza kukuzoea uache kunisaidia vile umenisaidia. Mtu mwenye adabu. Kuna watu hawapendi kuzoeana na pastor, na kuna wale wanapenda kuzoeana na yeye, hata wangependa kwenda kwake walale at least one night. Na wajuane na wawe na namba kwa sababu ya kupigiana simu. Alisema hataki. Akaniambia, leo nimekuja kukusalimia kwa sababu ya hiyo tangazo umefanya. Nimeona sitaki usubuke na tutasomea wapi, na sisi tuko hapa na vile umetusaidia. Nikamwambia, unaonaje? Akaniambia, nataka unipe siku 4. Alhamisi Thursday uniambie nitakukuta wapi, nitakuonyesha mahali tutasomea. Nikamsalimia tena vizuri. Nikasema, hii ni lesson nafundishwa na Bwana. Ile kitu nilikuwa nataka kilikuwa kwa watu kanisani, lakini mimi nilikuwa nafikiria kiko mbinguni. Lakini sikukaa vizuri na huyo mzee. Thursday akakuja akaniambia, pastor, kama vile nilikuambia, nimekuja kutimiza ahadi yangu, kuja nikuonyesha mahali. Alinipeleka ile kanisa, tulisomea ibada mpaka mimi nikahama nikikuja hapa Nairobi. Ilikuwa imejaa vumbi, ilikuwa imejaa bao, imejaa vitu nyingi. Akaniambia, nyumba hii unaionaje? Nikaangalia nikamwambia, oi, hii horo inakuanga tauni hii. Akaniambia, hii nimelala hapa miaka nyingi. Nikamwambia, sasa hii sasa kazi umefanya kubwa. Nikamwambia, mwenyewe ni nani? Akaniambia, nimemalizana na mwenyewe, hata nimeshamlipa Sunday tunasomea hapa. Nikamwambia, basi wacha nitafuta watu wa kufagi. Akaniambia, pastor, enda utuombe na utafute neno la kutuhubiria. Sunday ukikuja hapa, hata ile viti yote iko kwa kanisa ile utaikuta hapa. Huyo mzee nilimhaga. Kama ni wewe ungefanya nini?